zetu, anamtumia mtumishi wake kutatua shida zetu. Kama nyakati za Musa, anatenda na sasa. Kama nyakati za mitume, anatenda na sasa. Mungu hutumia watu. Kwa hiyo Mungu ili afanye vitu vingi anawatumia watu. Unapovunja ama kuharibu mawasiliano, kinachotokea kwenye maisha yako, umekata connection ya Mungu kwenye maisha yako kupitia watu. Lakini niliposoma kwa umakini, Biblia inasema wakasikia sauti ya Mungu akitembea bustanini. Ina maana Mungu alipokuwa anatembea bustanini alikuwa anaongea. Kwenye bustani ya Eden aliyeko ni Adam na mkewe, hakuna mtu mwingine. Kwa hiyo nikizungumza wananisikia, watakaponisikia watajibu. Anazungumza, anaona hawajibu, ndipo anaanza kuita. So kuita, anaita kwa sababu hawaonekani wala hawasikii wakimjibu. Sasa nimekupeleka hapo, nataka uone vile Mungu anajali mawasiliano. Alikuwa anawatembelea Adam na Eva kwenye bustani ya Eden, anazungumza nao. Ilikuwa kitu kizuri kwa nani? Kwa Mungu kuwa na mazungumzo na Adam. Lakini dhambi ilifanyaje? Iliwatenganisha. Dhambi ikaharibu mawasiliano ya Adam na Mungu. Sikilizeni niwaambie, shetani akitaka kuwaharibu, anaharibu mawasiliano yenu. Shetani akitaka kuharibu kazi yako, anaharibu mawasiliano yako wewe na bosi. Thesalonike wa kwanza mstari wa 5, sura ya 5 mstari wa 17. Ombeni bila kukoma. Hakuna muda Mungu anataka unyamaze, anataka wewe unaongea naye tu. Amen. Unaweza kuona jinsi gani Mungu anataka kukusikia ukiongea, jinsi gani Mungu anapenda akusikie ukisemezana naye. Iwe ni usiku anataka kusikia unaomba, iwe ni mchana anataka kusikia unaomba, iwe ni asubuhi anataka kusikia unaomba. Yaani wakati wote Mungu anataka akusikie, asikie sauti yako, asikie unaongea naye, na kuonyesha umuhimu wa mawasiliano. Uyape thamani mawasiliano, kiwango kile Mungu anayapa thamani. Kukoma kwa mawasiliano ndio kukoma kwa mahusiano. Yakikoma mawasiliano, yamekoma mahusiano. Usipoelewa hii mwanangu, utagombana na watu kila siku na utakosana na watu kila siku. Sio kazini, sio nyumbani, sio kwenye familia, kwa wazazi, kwa ndugu, jamaa, marafiki. Utakuwa unagombana nao usipoelewa thamani ya mawasiliano. Katika jamii, katika familia, mahali pa kazi, katika ndoa, tunahitaji mawasiliano mazuri. Shetani anacheza kwenye mawasiliano ya watu wengi ili kuwatenganisha na watu muhimu katika maisha yao ili wateseke. Wao wanasema tu wewe blaza isimpigii, wewe sister mimi simpigii. Shetani anachezea mawasiliano. Anapoyachezea mawasiliano, anakutenganisha na watu wako muhimu. Mungu hutumia watu kama vile shetani atumiavyo watu. Shetani amekopi mfumo wa Mungu. Kwa hiyo Mungu ili afanye vitu vingi anawatumia watu. Sasa ukishaharibu mawasiliano yako na watu wengi, umekata connection ya Mungu kwenye maisha yako kupitia watu. Mungu anataka mtumie Mama John. Mama John ndio umemnunia toka jana. Kuna mtu ana connection, kuna mahali kuna kakibarua. Mungu anataka mtumie huyu kukuconnect wewe, ndio umemnunia juzi.
ndio umemblock kwenye simu, umemblacklist, unapata hiyo connection, umefeli. Kwa mawasiliano, ni kiungo muhimu sana kwenye mahusiano. Usifanye vitu hivi. Cha kwanza, usichukulie negative kila kitu kabla hujakielewa. Namaanisha kitu unachosikia, chukulia positive. Anapokuja, lipokee wazo lile kama wazo jema, kama wazo lenye nia nzuri. Sasa utakapolielewa ndio utakuwa na nafasi ya kulikataa au kulikubali, lakini usilikatae kabla haujaelewa. Namba 2, kukata mawasiliano isiwe adhabu ya kila anayekukosea. Kuna watu hapa, mimi nikwambia, ukimkosea tu amekublock. Yaani mkikosana tu kidogo tu amekublock. Yaani kama ulikuwa rafiki yake Facebook amekublock, ulikuwa kuna WhatsApp amekublock, namba yako ya simu ameblacklist, amebadilisha na njia ya kupita kule kwenye mnakutanaga. Usitumie hali ya kukata mawasiliano kama ndio adhabu inayofaa kumpa kila anayekukosea. Nini maana yake? Ina maana mtu anaweza kukosea na bado ukaendelea kuwasiliana naye, kwa sababu mtu alivyoumbwa ana uwezo wa kwenda mbele na akarudi nyuma. Anaweza akakasirika, akafanya jambo baya, lakini akapata utulivu, akagundua kosa lake na akatubu, na mahusiano yakaendelea. Kwa hiyo sio njia nzuri kushughulikia matatizo katika mahusiano. Kitu cha 3 ambacho usikifanye, usimnunie mtu muhimu kwako au kiongozi wako. Utapoteza watu muhimu kwenye maisha yako kwa sababu ya kununa. Bosi umemnunia, dada yako amekukosea kidogo umemnunia, mumeo umemnunia. Napochoka zaidi mwanaume anapomnunia mwanamke. Huyu anakuwa sio mwanaume. Mwanaume gani ananuna? Usimnunie mumeo, usimnunie bosi wako, usimnunie shangazi yako, wala usimnunie babako, mamako, usimnunie dada, kaka yako, usimnunie watu wako muhimu, usiwanunie. Kiongozi wako usimnunie. Kitu cha 4 ambacho upaswi kufanya, mtu wa muhimu kwako au kiongozi wako anapokupigia simu, usimkatie simu hata kama hutaki kusikia anachokiongea. Itakusaidia kutunza mawasiliano yako na huyo mtu, na utakapotunza mawasiliano yako na huyo mtu, itakusaidia kutunza mahusiano yako na huyo mtu. Kitu cha 5 ambacho hutakiwi kufanya, simu yako kwa kiongozi au mtu mkubwa isipopokelewa, usipige ovyo ovyo au kutuma message. Subiri hapa ndo penye kichaa chawe. Piga simu, inaita, haijapokelewa. Ikikata tu unapiga tena, haijapokelewa. Ikikata tu unapiga tena, haijapokelewa. Unaandika message na kutafuta, nina delele, chakara una send. Usifanye hivyo kwa kiongozi au mtu. Umepata neema, una namba ya Tulia, ukipiga mara moja haijapokelewa, tulia, subiri. Ukimpigia kiongozi hajapokea, tulia, kwa sababu kimya cha kiongozi pia ni jibu kwako. Kimya cha mtu mkubwa kwako pia ni jibu, kwa sababu anaweza kuwa yupo kwenye kikao, alipokaa kimya tu, wewe unatakiwa ujiambie yupo kwenye kikao. Kile kimya tu unatakiwa ujiambie ametingwa. Yes, yako moja. Hata akikupigia akikwambia pole, naona ulinitafuta, unamwambia usijali, nilijua tu umetingwa na majukumu. Anakuona mtu wa maana. Sasa ndio umepiga miskoro 7, si ndio? Alafu anakupigia, anaposema pole ndio unaanza kujieleza, yaani nimeshangaa, nimepiga mara 7. Kumbe uelewi kwamba ndio unajionyesha kiwango gani huna adabu. Amina. Masikini wanahubiriwa habari njema, wagonjwa wanapona, Yesu anafanya. Matasa wanapakata, wengi wameitwa mama. Kwa jina la Yesu mapepo yanatoka na kulia sana. Tunamwona Mungu anafanya miujiza katikati yetu, anamtumia mtumishi wake kutatua shida.
shida zetu, kama nyakati za Musa anatenda na sasa, kama nyakati za mitume anatenda na sasa.